Juzi kuna mtu aliniambia I'm too good to be someone's boyfriend. Yo, nasikia tu poa chill. Kesho iko promise. Even Nyashinski alisema hivyo. Niliambia hii Kenya tuko wakisi kadhaa wenye tunatumia akili. Leave alone hiyo mwingine mwenye anauliza kura. Ni mimi na Nyashinski. Achaneni hata na mbamba. This December I really staki maswali ati yo hello ni aje? Unaendelea aje? Mimi siendelee ama uko aje? Hizo maswali ya zibamba. Mavitu zenye nataka kusikia ni yo uko wapi? Tokeleze. Ama unaenda wapi? Maswali zenye unaenda wapi ama tuende? Let's lonely at the top. Lonely. Money on my mind. Money. Akawa la in particular. Erectile dysfunction. Like vijana wanaenda kutairiwa. Vijana wakienda kutairi, nasikia madaktari wanateta. Hawaoni shit. Inabidi waonyeshe vijana hapo movie za waonyeshe kina nani wanaitwa aje Paul Martin. Waonyeshe at least video za warembo ama mangeus ama madem kidogo, ndio at least ile kitu ingine itoke nje, ndio at least washike na ile mark. Na mnajua ile place ya daktari, kwa sababu erectile dysfunction imeanza kukua so serious. This dick are shrinking. Yo, sasa daktari akienda kujaribu circumcise kijana anapata like yo nini imeenda kwa tumbo. Sasa wanafanya aje? Wanaonyesha video ikikuja nje hivi, wanashika na place wanamtairisha haraka kabla wanamtairisha faster kabla irudi ndani. Huko kwa inbox sijui wapi unasikia ondia bana umechange. Wewe ulikonga ule mse unatupigia children story. Sikizi bana sijui uko aje. Yo sija change, I'm bad. I'm bad. I'm doing the same thing lakini in a different style. Sijui kwa nini nawaelezea. Sasa this is now Kate on Sunday service and today I'm bringing you a story. A long time ago. Welcome to December. I had somewhere mtu akisema leo ni vibes too by the I had somewhere mtu akisema prepare your dicks for it's December. Yo bana, sisi kama K-Town tumefanya some advancement. Tumeendelea both financially, both economically, both nini. Umependa December ni December kunanga mami. Hata basi unaona tu niku jinaizi. Hakuna kuongea sana. Living in the moment. Me really encourage watu to live in the moment. Leo hata sina structure wenye nafanya hii podcast. Ati lazima tufanye watu wawili, lazima tufanye watu watatu. Nothing like that. Juzi kuna mtu aliniambia I'm too good to be someone's boyfriend. Yo, nasikia tu poa chill. Congratulations kwa watu wenye wametufanyia nini, wamesubscribe our YouTube channel. Alafu pia another thing, we are now on Spotify ban. Watu wa Spotify pia mwende mwangalie huko some audio, ama watu wa YouTube. Most of the time unapata audio inatoka mbele ya video na iko huko Spotify. Huyo mtu mwenye aliniambia I'm too good to be someone's boyfriend, huyo tena ndiye aliniambia ati mimi najipenda sana, siwezi oa. Sijui alikuwa anamaanisha nini, lakini
I think I'm rhyming with that kwa sababu unajua the act of absence of maybe my mother inafanya most of the thing ama most of the time living in the moment ndio kitu poa ba, kwa sababu kesho iko promised. Even Nyashinski alisema hivyo. Niliambia hii Kenya tuko wakisi kadhaa wenye tunatumia akili. Leave alone hiyo mwingine mwenye anauliza kura. Ni mimi na Nyashinski. Achaneni hata na Mbamba ama sijui nani. Nilisikia kuna music residence itakuwa next April na itakuwa kitu poa sana. Since living in the moment is our slogan today, I want to tell you something, my boy child. Avoid women and overcrowded places like your girlfriend's heart. Mali watu wako overcrowded kama roho ya demu wako. Usikae huko sana. Na this December I really staki maswali ati yo hello ni aje, unaendelea aje? Mimi siendelee ama uko aje? Hizo maswali ya zibamba. Vitu zenye nataka kusikia ni yo uko wapi, tokeleze, ama unaenda wapi. Maswali zenye unaenda wapi ama tuende, like vitu zenye ziko poa sana, vitu kama hizo. Alafu ayad tena today hakuna ati na advice sana. Living in the moment is the thing, kwa sababu watu wengi wanasahau, wanapanga about the other day, maybe tomorrow. Kuna mtu imagine amegrab even 360 million. Ida yote unapeleka wapi? Unajua tukifunza watoto wetu vitu kama hizo inakaa weird. Ama nawezi kula hadi ugali like kilo 4 kilo ngapi. Ukikuwa na ile kidogo yenye Mungu amekusaidia au yenye Mungu amekupatia, hiyo tu ndio. Kwa nini mtu anatafuta milioni mingi? Tumeni tu hii kidogo. Ona kama sasa tunavuka 2025 tunaenda 2026. I see future. Niliwaambia hapa K-Town, it's only a great smile. Na siku hizi tuko na slogan nyingine ito kusi future. Na sijui this year also watu wa live in the moment. Kuna show inakam huko Kitale inaitwa K-Town Podcast. Tunafanya sinaona like saini episode 23. 20 ngapi? Saini episode 23. By December 24th, we'll be at episode 30. We are aiming to have 30 people. Only 30. The place in accommodate only 30 people. Sir, have your ticket na ticket kama ambao zimeshachukuliwa. And I have some my classmates hapo pia. I'm gonna give them the tickets. Tickets zenye zimebaki nilikuwa nawaambia ticket itapanda bei. Sasa ticket ni tao imagine. Umekaa kama umedelay, ticket imekuwa tao. Imekuwa tao. Sasa kama unataka like attend the episode 30 live recording, it's simple. You go on our YouTube channel. On YouTube definitely. Always enda YouTube channel. On Twitter. On YouTube channel pale kwa description hata ya hii podcast kuna paybill. Kuna till number. Hii akili ndio nabuka nayo barabara. Kuna till number. Kama kuna till number, tunafanya unaenda hapo unalipa your 1000 shillings. Ukishalipa your 1000 shillings, una chill bana. Speaking of episode 30 live recording, which will be on this 24, also kuna sherehe iko Kanairo. Sijui tutaenda gani, Solfest ama Ashaki. Ashaki, unajua Ashaki ni ile moment yenye like
ni concert, ataneni hata na concert. Ile kitu yenye mtu unaona hadi kama what? Kwani nilikwanga wapi sijaenda hivi manini? Like all of us tukienda nini ya Sake tutatoka huko tukimba. It's lonely at the top. Lonely, lonely, lonely. Money on my mind. Money, money, money. Akawa la in particular. Nangoja kuona kama nani atakuja. My future president, my Gen Z president, Haile Selassie. Tupenda gani? On the other hand, kuna Solfest. Ni mnajua sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama. Alafu pia like unajua venye Solfest tu kuangalia imekuwa kwa hizi kama like Ashake anakuja tu for once. Apart from Solfest kwa nimesikia lineup yao kuna Njeraha. Unajua Njeraha? Guys, hakuna venye wanaweka Ashake 21 alafu Solfest ikuwe 20. Kwa nini mnaweka zote pamoja? Ashake will be on Nyayo grounds. Crazy. I don't know ndajipaswanisha aje. Mwili mmoja ikuwe Ashake, mwili ingine ikuwe Solfest. Je, Solfest unajua kuna Bensoul, my favorite artist. Viva la vida, la vida, la vida. Alhamdulillah nimeiva. Sijui tutafanya aje. Yo, crazy. Juu pale kwa Solfest mnatokanga hapo kama mmeshikana mkono, kama mkono mpoa, lakini nimeanza kuona mali nitaenda kwa sababu kama mpoa is nowhere to be seen my friend. Na huko kina nani wanaenda kuimba ile nini kutana bongo. Nani Nairobi. Sijui gani. Lakini kama sitakuwa na mtu by that time, I promised by February nitakuwa nimepata mtu na we'll do maybe a wedding. Lakini venye mambo kunaenda ni kama kuna makosa kuna makosa kidogo. Kama ni mpaka saa hii na bado kama ni mpaka saa hii na bado sijapata mtu. Yo, that's really crazy. Kama sitapata mtu better niimbe It's lonely at the top. Lonely, lonely, lonely. Money on my mind. Money. Kwa sababu ile pia pressure inakuanga Solfest my friend. Itakuwa tuzile za kushikana mkono. Ama niende kutafuta mtu Solfest. By the way, nimepata idea. Ashake utaimba tu lonely na nibaki hapo. Because Solfest somebody, so you know, I don't think Charisma anaweza kosa kwa kitu kama hiyo. Na by the Charisma, umejiuliza hizo brands na kwa kesa wali by the hiyo out of topic. Ndio uko na 404 brands. Yo, crazy. Uko shani mademo na kutupianga peke yake. So the thing that Charisma amecreate, hiyo ni kitu poa sana. Hata mimi nataka ninunue bra Charisma kimba hapo. Sio nisema na joke. Shika. Pia ni mtu pia. Tuachane na maneno ya kulive in the moment na sherehe. Kitu ya maana nyinyi watu wa Kitale, sisi tukitoka Solfest ama tukitoka Ashake, we are bringing on the vibe on K-Town podcast episode 30. So what you do best, najua mko na pesa ya mrokoto, ili kuliko mwenda mnunua unga za chapo, like chapo ikue mkule sana, enda pale kwa description. Ticket sign ni tao bana. Usingoje iende 2,000 ndio ba. After that you will be able to be on episode 30 live recording. Iki kisina inakwanga imenihunt. Nataka kwenda Minnesota. Minnesota niangalie, nibadilisha hata initongaje kitu hiki mtu anaongea lafudhi. Nibadilishe la ada ama lafudhi. Wanaweza I think. Leo nimevaa jezi ya Manchester kwa sababu being a person who live in the moment,
I think Amorim, kwa nini udraw na West Ham? For real. Tunaeka for juzi tumepigwa na 10 man people. Jana leo tumedraw. Ni sawa, but I saw Bruno. Ndio mimi ni mtu wa kulive in the moment. One of these fine days lazima niende Old Trafford. Hata kama basi ndakuwa nimefika 45. I'm gonna start a saving account ya kwenda to Old Trafford kwa sababu nipeleke vitu zangu by hand. Unakumbuka ile kesi ya election ilikuwa 2017, kina Orengo akipeleka a pool of evidence, a rolly of evidence kwa Supreme Court. Kama I need to take the evidence kuambia watu wa Manchester, Amorim is not a coach. Ameanza kudori hesabu. Speaking of Manchester United, unajua pia hata kama ni kulive in the moment, kuna kitu nimesikia leo asubuhi ambaye haijanifurahisha sana. Na sisi kama watu wa Keita, we need to address this. Nimesikia kuna erectile dysfunction. Like vijana wanaenda kutairiwa. Vijana wakienda kutairi, nasikia madaktari wanateta. Hawaoni shit. Inabidi waonyeshe vijana hapo movie za waonyeshe kina nani wanaitwa aje Juan Martin, waonyeshe at least video za warembo ama mangeus ama madem kidogo, ndio at least ile kitu ingine itoke nje, ndio at least washike na ile na mnajua ile place ya daktari, kwa sababu erectile dysfunction imeanza kukua so serious. This dick are shrinking. Sasa daktari akienda kujaribu circumcise kijana, anapata like nini imeenda kwa tumbo. Sasa wanafanya aje? Wanaonyesha video, ikikuja nje hivi wanashika na place. Wanamtayarisha haraka kabla wanamtayarisha faster kabla irudi ndani. Na hii ni erectile dysfunction niliwaambia itakuja kutuletea shida sisi kama vijana. Crazy sana. Na nimelishawaambia nao Keita tuko kwa Spotify. Wewe ndio usikiza Keita. Na great smile yo. Since bana we are running Keita on podcast. Keita on Minnesota inaenda break kidogo. Hatutafanya hizi vitu zote. Ni December bana, we need kujibamba. So I'm gonna do something like a Keita Sunday service, lakini inside Keita podcast. Wale wanaochingi Keita podcast, I'm sorry for this. We usually have a weekly service on Sunday, of which we do read a verse and maybe encourage each other towards maybe living in the moment. Na leo I'm not going to read you the verse. You know, I'm an SDA, and being an SDA, nimekram hizi Bible. I can maybe say Genesis, Exodus, hizo vitu zote kwa kichwa. And when we were a kid, I used to watch something ilikuwa inasoma huko kwa SDA. Msinijaji, SDA tu ni church. Hizi zote ni cult. Sasa nimekuwa mkubwa. Sawa. Huko kwa SDA tulikuwa na kitu kingine inaitwa children's story. Sasa today I'm doing a recap of that. Ndio wale watu unajua huko kwa inbox sijui wapi unasikia kwambia bana umechange. Wewe ulikuwa ule mse unatupigia children's story. Sikizi bana sijui uko aje. Sija change. I'm back. I'm bad. I'm doing the same thing, lakini in a different style. Sijui kwa nini nawaelezea. Sasa
This is now Cape Town Sunday service, and today I'm bringing you a story. A long time ago, there used to be a family. This family had like 4 girls, and these 4 girls, like here in Cherangani or in Kitale, we have hills and maybe valleys, hills and valleys. So this family, they used to live in a hill, and this hill they used to travel like wanatembea like kutoka wanaenda through a valley, another hill, ndio wafike to their farm. They had a farm, and this farm of theirs, their father hakukuwa na watu wakazi or servants to work on that farm. So their father trained these girls to do farming. Sasa wanaenda huko kwa shamba yao kidogo, wanapanda misheveve, wanapanda nini tena, wanapanda mahindi, wanapanda viazi, wanapanda cabbage. Wasichana wakakuwa wakubwa wakitegemea this farm of theirs. Like wanapanda mahindi, wanakula like the following year until their mother harvest. Na hii shamba of theirs iko na vitu mingi. So they used to travel like early in the morning. Wanapita, they go through, let me give a real example. Wanatoka kama Chisare. You know me, I'm grown from, I'm a resident of Chisare, so please forgive me if you are not understanding. Wanatoka kama Chisare, wanapita like Sabwani, wanapita tena wanaenda like wanapita Kibomet, wanapita Tao. Wakishapita Tao wanaenda Lesos. Wakipita Lesos wanaenda kwa hiyo mto nyingine hapo Lesos. Sasa tuseme their land, the shamba yao ilikuwa kama na Manjalala. For example, like they used to cross several hills ndio wafike kwa shamba yao. Sasa one day, as they were going to the farm, as they were coming back from the farm, there's a church, I think Friends Church. Watu wa Kitale najua mnaelewa Friends. Hii Friends Church ilikuwa imeorganize crusade. Pastor ako hapo anahubiri, anasema aje, wewe badilisha mienendo yako kijana. Jifunze hata kuomba. Like wakipita kwa crusade. Sasa unajua wenye crusade imekuwa kama for example Tao. Wakipita kwa crusade, these girls, let us name them, they were, let's say Mary was the first born, Jen was the second born, Chantel was the third born, and then Nicole was the fourth born. Sasa Mary, Jen, Chantel and Nicole, as they were coming back from the farm, they had this pastor preaching. And this pastor was preaching and saying, youths, badilisha mienendo yenu, change your character, be good to the society. It doesn't matter the church you're going. Being good, there is something called karma. This karma usually when you associate with yourself with good things come back to you. And this pastor finished by saying, like, he wanna teach people how to pray. This story looks like long, but I think you're getting something from there. So as they were listening to the sermon, like the bishop, the pastor said that you wanna do what? You wanna teach people how to pray. And unfortunately, these girls did not know how to pray, because all their life their father taught them how to farm, and maybe he was not religious, because it's like a long time ago. Fathers, we don't believe in religion sana. Better something you work on your farm, as the Bible says, you till your land and maybe you get
to get something. This girl, Mary, Jane, Chantel and Nicole, they were eager to learn how to pray because praying is so good, Bana. Sometimes praying acts like a therapy. Someone goes to pray and then you feel like relieved. Like when something doesn't go your way, you go and pray and maybe inarudi on your way, or you leave it to God. Maybe like something bad happened to me, or maybe to someone else, or maybe the life unfolds very differently. You are not going to get maybe everything you want, and maybe at some point you need to pray and say, nimekuachia Mungu, because I think that's the only benefit the church is giving, like to Christian. Like so the pastor taught Mary, Jane, Chantel and Nicole how to pray. Like he taught them like, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever and more. So something crazy, they crammed or they learned how to pray. So they took that from that crusade. Like even when they are planting maize or planting maybe they come, they pray, oh God, give us rains, give us beautiful harvest, so that they can impress their father through their farming. Their father grew old. I'm trying to speak this English today. Their father grew old and he stopped going to the farm because the farm was too far. So these four ladies, Mary, Jane, Chantel and Nicole, one day as they were coming from the farm, they came a bit late. Like they were doing some harvest and maybe they were harvesting beans. So harvesting beans, it's an entire process. They went early in the morning, carrying those things to come home felt so heavy. So they left the beans and promised to come back the other day to continue with the harvest. It was around 6 p.m. So now this 6 p.m., like Kitale forest, how Kitale looks. They decided they will go short way down, like there's a shortcut. Instead of going through the hills and the main road, there's a shortcut they can use so that they can reach home faster. Like instead, using our example, instead of going from Namanjalala, passing through Kitale town and coming that way, they decided they'll come from Namanjalala wapite Makoi. Is Makoi a place? I wonder who was naming these Trans Nzoia villages. Wapite Makoi alafu wakuje to their father who is at home in Chisari. So wakati wanapita kwa barabara, as they are coming home, kufika Makoi, it's around 6:30. The darkness is approaching. Giza imeanza kuingia. The darkness has started entering. Giza kuingia. Sasa like it's a one way. The other side, there are some four boys also coming. Like these men were so built. Walikuwa wameunga. Sijui kama naweza onyesha. Nitasema like najifanya lakini naweza onyesha walikuwa wameunga bana. Sasa wale wakikuja hivi, Mary and Jane and Chantel and Nicole, they are going opposite direction. Like these boys are coming from the other side, and Mary, Jane and Nene are coming from this other side. So they kept like they reached like wakafika karibu. Those boys got muscles. Alafu walikuwa na macho ya red. Macho ya red watu. Leave these eyes of mine alone. Walikuwa na macho ya red ile proper. Mmoja alikuwa na rasta. Mwingine alikuwa na kama ile zangu. Mwingine alikuwa amenyoa. Sasa Mary started doubting. Like unajua ile design ya wasichana wanataka kutembelea kwa pensi. Like mnaenda kupatana nao alafu
wanasonga kwa fence, lakini these boys kept going to the fence and blocking the way. Mary, Jane and these women these ladies were supposed to go home. The tension started. The tension, like Jane, the last born Nicole, started crying because what is this happening? They are around, walikuwa hapo adolescent stage, wakaanza kujiuliza what's going on. Today they have messed, they have passed the wrong way, and also it's late, and these men are approaching them, and then they are well built. Unajua kitambo ungeona mtu mwenye achana siku hizi there are some civil nini, unajua macho ya red, maybe someone was born like that, like me, macho ya red nilizaliwa naye ikiwa hivyo. Kitambo ungeona tu mtu wa macho ya red, unajua unafikiria ni Omusala. Sasa Mary alikuwa amesikia hizi stories za Omusala, akajua the intention of these boys were not good, and genuinely these boys were up to something.